Kama kuna Mwafrika tapeli kuwahi kutokea duniani, basi bila shaka ni huyu mwamba kutoka Nigeria aliyeitwa Emmanuel Nude. Huyu jamaa hakuwa tapeli wa kawaida wa ile hela tuma kwenye namba hii, hapana. Huyu ni mwamba aliyewahi kupiga benki nzima ya kimataifa na kuwafanya waamini kabisa kama wanasaini mkataba wa maendeleo ya taifa. Nude alikuwa mfanyakazi wa benki nchini Nigeria na hata aliwahi kufika hadi cheo cha kuwa mkurugenzi wa benki. Kwa kifupi, alikuwa anaijua dunia ya fedha kama fundi simu anavyojua waya wa chaja. Tatizo tu ni kwamba badala ya kutumia akili hiyo kujenga uchumi, akaona bora autumie kujenga utapeli. Sasa mwaka 1994 Nude akaamua kuanzisha projekti yake ya kipekee ya utapeli. Mchezo ulikuwa ni mrahisi sana. Akaamua kupiga simu. Simu hiyo alipiga kwa jamaa mmoja aitwaye Nelson Sakaguchi, ambaye alikuwa mkuu wa benki ya Banco Nordeste nchini Brazil. Lakini hakujitambulisha kwa jina lake la Emmanuel Nude, ila kwa jina la Paul Oguma, ambaye wakati huo alikuwa gavana wa benki kuu ya Nigeria. Katika mazungumzo yao, Nude alimwelezea Sakaguchi kuwa serikali ya Nigeria inapanga kujenga uwanja mkubwa sana wa ndege, na kwa ajili ya mradi huo wanahitaji mkopo wa karibu pauni milioni 200 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 689. Baada ya mazungumzo kadhaa, Sakaguchi akasema sawa, lakini ana sharti moja tu dogo. Anataka pauni milioni 8 sawa na bilioni 27 kama asante ya siri kutoka kwenye mapato ya uwanja huo wa ndege utakapoanza kazi. Nude akasema hamna shida kabisa boss, hilo linawezekana. Kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 1998 benki ya Banco Nordeste ikaanza kutuma fedha kwa ajili ya huo mradi. Fedha zikawa zinahama kama vile wanafanya harambee ya kujenga daraja. Kwa ujumla walituma karibu pauni milioni 190 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 654. Kitu cha kushangaza zaidi ni hiki, hakuna hata ofisa mmoja wa benki aliyewahi kwenda Nigeria kuangalia kama huo uwanja wa ndege unajengwa au la. Walikuwa wanaamini tu kwenye simu na barua. Ni kama mtu anakutumia pesa ya kujenga nyumba, alafu haujawahi hata kuulizia kiwanja kiko wapi. Miaka kadhaa baadaye, mwaka 1998, benki hiyo ya Brazil ilipangwa kuuzwa kwa kampuni kubwa ya kifedha iliyoitwa Santander. Kabla ya kuuzwa, wakaamua kufanya ukaguzi wa kina wa kifedha. Ndipo afisa mmoja wa Santander akagundua kitu cha ajabu sana. Karibu nusu ya mtaji wa benki ulikuwa umetoweka na kuhamia kwenye akaunti zilizoko kisiwani cha Cayman, sehemu maarufu kwa akaunti za siri za matajiri na mafisadi wakubwa. Hapo ndipo watu wakaanza kuulizana, jamani, huu uwanja wa ndege uko wapi kwanza? Na ndipo kengele za hatari zilipoanza kulia.